Mungu, tumesikia kwa masikio yetu, baba zetu wametuambia matendo uliyoyatenda siku zao, siku za kale. Zaburi 44 fungu la kwanza. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambapo mimi na wewe tunajifunza neno la Mungu, lakini tunajifunza maisha haya kwa ujumla wake. Mimi naitwa Judith, karibu sana na tuombe. Baba, tunakuomba ukae pamoja nasi. Tunapenda kutafakari somo hili. Tunaomba ukae kiongozi baba yetu. Tunaomba haya kwa jina Yesu Kristo. Amina. Katika kile kitabu cha Zaburi 44 fungu la kwanza, la pili, la tatu na kuendelea, kuna mambo mazuri sana tunaweza tukajifunza hivi leo. Lakini nitaanza na swali. Ni yapi uliyoyasikia kutoka kwa baba zako, kutoka kwa watu fulani waliokuambia, wakakuelezea kwamba walitendewa mambo ya ajabu sana na Mungu wa mbinguni? Na kwa namna ulivyowajua hao watu, au kwa namna walivyokuelezea hayo mambo, yalikupa uthibitisho kabisa kwamba si kwa mkono wa mwanadamu, wala si kwa mkono wa miungu yoyote, bali ni kwa mkono wa Mungu wa majeshi, muumba wa mbingu, nchi na ardhi na kila kitu biliwezekana au yaliwezekana mambo hayo. Ni mambo gani uliyasikia? Kitabu cha Zaburi 44 fungu la kwanza kinasema, Mungu, tumesikia kwa masikio yetu, baba zetu wametuambia matendo uliyoyatenda siku zao, siku za kale. Huenda hujasimuliwa na mtu, huenda umesimuliwa, huenda hujawahi kuona, au huenda umeshawahi kuona. Lakini leo hii kwa kupitia kitabu hiki cha Zaburi kinachopatikana katika kitabu kitakatifu Biblia, ninakushuhudia na kusema kwamba huyu Mungu aliyetenda kipindi cha wana wa Israeli hata leo yupo na bado anatenda. Mstari wa pili unasema, wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa, ukawakalisha wao. Wewe uliwatesa watu wa nchi, ukawaeneza wao. Ukawaeneza wao. Mstari wa tatu, maana si kwa upanga wao walivyoimiliki nchi, wala si kwa mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako wa kuume, namo mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uliwaridhia. Mstari wa nne, Mungu, wewe ndiwe mfalme wangu, uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo. Mstari wa tano, kwa nguvu zako tutawaangusha watesi wetu, kwa jina lako tutawanyang'anya watupigao. Mstari wa sita, maana sitautumainia upinde wangu, wala upanga wangu hautaniokoa. Mstari wa saba, bali wewe ndiwe uliyetuokoa na watesi wetu, na watuchukiao umewaaibisha. Hapa kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa saba, mwandishi anaeleza yale yote ambayo alisimuliwa na baba zake, lakini yaliyotokea pia katika maisha yake. Ndio maana nikaanza kwa kusema huenda ulishasimuliwa na wazee wako na watu fulani wakakushuhudia kwamba huyu Mungu anatenda, na hata leo anatenda, kwa sababu katika maisha yao walitendewa mengi sana. Lakini kama hujawahi kusimuliwa, basi nakushuhudia hivi leo kupitia kitabu hichi cha Biblia kwamba Mungu anatenda. Na acha au ruhusu Mungu akakudhihirishie katika maisha yako kwamba yupo hai. Mungu yu hai, yupo halisi. Mungu ni halisi na anatenda. Fungu la saba nasema, bali wewe ndiwe uliyetuokoa na watesi wetu, na watuchukiao umewaaibisha. Tumejisifia Mungu mchana kutwa, na jina lako tutalishukuru milele. Fungu la 8 anamaliza na kusema, tumejisifia Mungu mchana kutwa, na jina lako tutalishukuru milele. Katika hiki kitabu cha Zaburi 44 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 8,
Mwandishi anajaribu kuongea maneno ya kumsifia Mungu na kumweleza Mungu kwamba Mungu, baba zetu walituambia, lakini hata katika maisha yangu nimeona mkono wako Mwokozi wangu. Na anajaribu kutoa sifa mbele za Mungu kusema kwamba si kwa nguvu zake wala si kwa uwezo wake aliweza kushinda maadui, lakini ni kwa uwezo na kwa sababu ya neema ya Mungu ilimfanya yeye ashinde maadui. Lakini kwanza ule mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 26 mpaka mstari wa 26, mwandishi anazungumza kwa huzuni sana, akilia akisema, lakini mbona kama vile umenyamaza? Mbona kama vile hatukusikii Mungu wetu? Mbona kana kwamba umetuacha tunateseka? Ndo hilo ni swali ambalo hivi leo na sisi tunaweza wengi wetu tukawa tunajiuliza kwamba tumesikia makuu, tumesikia matendo ya ajabu sana Mungu alishawatendea baba zetu, aliwatendea watu wa zamani. Aliwatoa katika nchi za Misri na kuwapeleka huko katika nchi za ahadi. Aliwatendea hiki na kile, aliwafanyia mambo mengi ya ajabu, lakini mbona kana kwamba leo amenyamaza? Mstari wa 9 nasema, lakini umetutupa, umetufedhehesha, wala hutoki na majeshi yetu. Yaani kana kwamba katika zile vita zako Mungu hayupo, kana kwamba katika shida tunazozipitia Mungu hasikii. Kuna wakati mwingine tunadiriki na kusema kwamba kweli Mungu yupo, na kama yupo, je, anapenda watu wote sawa? Lakini siku hii ya leo ombi lako limejibiwa, kwa sababu jibu hili hapo umepatiwa, kwamba ni kweli Mungu yule aliyewatendea babu zetu, baba zetu, wazee wa zamani, yote yale yanayoongelewa ndani ya Biblia ni ya kweli. Naamini Mungu yupo na Mungu anakusikia, na ndio maana hata video hii imekufikia kwa wakati, ili upate kujua kwamba Mungu yupo na Mungu anakusikia na Mungu anakupenda, na namna anavyokupenda wewe ndivyo alivyowapenda watu wa zamani, na ndivyo anavyotupenda watu wa sasa hivi. Tunachotakiwa ni kurudi kwake na kumtafuta huyu Mungu ambaye mara zote amekuwa akisihi na kututafuta kwa huruma, akituomba turudi kwake. Somo hili ni wito kwako wewe na ni wito kwangu mimi ninayeongea, kwamba ni muda sasa wa kurudi miguuni pa Mungu na kumuomba atufundishe tena kulitafuta jina lake, na kumuomba atufundishe tena kumwamini, na kumuomba tuweze kuelewa na kuliamini neno lake analoongea nasi kupitia maandiko yake matakatifu Biblia, ili tuweze tukayaamini, tukaishi katika haki yake, tukaishi katika ile imani ya Kristo, ili yote ambayo tumeyasikia na yote ambayo yameahidiwa ndani ya neno lake takatifu basi yakawe yetu na yakatimiliki katika maisha yetu. Somo hili likakukumbushe wewe ambaye umekata tamaa na unapitia mambo magumu sana, lakini ukitazama jirani yako unaona anaendelea vizuri. Ukitazama jirani yako upande huu unaona mambo yake yanafanikiwa. Unajiuliza, je, mimi huyu Mungu ninayemwabudu, huyu Mungu ninayemuita kila siku ananisikia? Au ni kitu gani nimekitenda ambacho ni kibaya sana hata hanisikii? Leo hii futa machozi na uamini kwamba kwa kupitia neno hili Mungu amekujibu, kwamba Mungu yupo na anakupenda kwa dhati, na anatamani usikate tamaa katika kuomba, usikate tamaa katika kuamini, usikate tamaa katika kuamini maneno matakatifu, kwa sababu neno lake linasema maneno yake yote aliyoandika ndani ya Biblia ni ya kweli na amini. Na pale unapoomba amini kwamba umepokea. Mungu anakupenda mpendwa msikilizaji. Mungu anatupenda, ndo maana ametupa maelekezo, ametupa mafundisho kupitia vitabu vyake vitakatifu. Na kwa kupitia vitabu vyake hivi tukivisoma, basi tunakumbushwa mara kwa mara kwamba hatutakiwi kutumainia nguvu zetu, hatutakiwi kumtumainia mwanadamu, lakini tumaini letu tunatakiwa kujenga kwake. Na pia tunapojenga kwake tusikate tamaa na kudhani kwamba hatupendi, kwa sababu aliahidi katika neno lake takatifu akasema yuko nasi hata mwisho wa dahari.
Maneno haya yakakufariji, na usidhani kwamba umeachwa, usidhani kwamba umetengwa, usidhani kwamba hupendwi, usidhani kwamba kuna watu tu wanaosikiwa wengine hawasikiwi. Mungu anatupenda, na ndio maana alivyoshuka duniani akaja kutufia wote. Hakuchagua nani, hakuchagua kabila gani, hakuchagua ni rangi gani, wala ni watu wa aina gani. Alikuja kutufia wote, na wote mbele za Mungu tunapendwa, na wote mbele za Mungu tunasikilizwa. Kinachotakiwa ni kudumu katika maombi, kinachotakiwa ni kudumisha ile imani yako juu ya Mungu, kuamini kwamba Mungu anakupenda, na katika hilo unalolipitia upitii mwenyewe, Mungu yuko pamoja nawe. Na hivi karibuni utaona mabadiliko makubwa sana utapozidi kujenga imani yako juu yake. Mungu akapate kukubariki sana, na tuombe. Baba yetu, tunasema asante kwa pendo lako. Asante kwa kuongea nasi siku hii ya leo. Asante kutukumbusha kwamba wewe ndiye uliowatendea wale wazee wetu wa zamani, lakini hata leo unatenda Mwokozi wetu. Asante kwa pendo lako juu yetu. Asante kwa kutufundisha. Tubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Basi mpendwa unayenisikiliza, Mungu akapate kukubariki sana. Ukawe na siku njema. Usisahau kushare video hii na watu wengine, ili injili hii iende zaidi na zaidi, watu wengi wakapate kumjua Mungu. Mimi naitwa Judy, tukutane katika kipindi kingine. Asante na kwa heri.